nchi yetu ya Tanzania imepita katika historia ndefu sana kabla hatujapata uhuru. Tutakumbuka kwamba baada ya ule mkutano wa Berlin mwaka 1884 ambapo ilishuhudiwa kwamba mataifa ya Afrika yaligawanywa na kushikiliwa na kutawaliwa na mataifa ya Ulaya, ambapo Tanzania wakati huo ikiwa Tanganyika nayo pia ilikuwa ni miongoni mwa mataifa ya Afrika ambayo yalikuwa chini ya utawala wa mataifa ya nje, ambapo mara ya kwanza tunashuhudia walikuwa chini ya utawala wa Wajerumani, lakini utawala huo haukukubalika na wananchi wa Tanganyika. Wakati huo ilishuhudiwa upinzani mkubwa sana kutoka kwa wenyeji, kutoka kwa jamii mbalimbali za wa Tanganyika, na tukashuhudia vita mbalimbali kama vile vita vya Majimaji, lakini vita vya mashujaa kama akina Mkwawa, akina Isike, wakipambana kuhakikisha kwamba maeneo yao yanaendelea kuwa huru na wao wanaendelea kuishi kama ambavyo walikuwa wakiishi kabla ya uvamizi wa Wajerumani. Lakini baadaye tukaona baada ya vita vya kwanza vya dunia, Mjerumani alishindwa, Tanganyika ikawa chini ya utawala wa Waingereza. Wametawala kutoka 1918 mpaka tulipokuja kupata uhuru mwaka 1961. Kwa kweli katika suala zima la kuwaenzi waasisi wa harakati za ukombozi, mashujaa wetu, vijana wanatakiwa kuwaenzi kwa namna nyingi. Kwanza, tukiwafahamu hawa mashujaa walikuwa ni watu wa aina gani? Kwanza, waliipenda nchi yao, waliipigania nchi yao bila kujibakisa. Walitumia muda wao mwingi sana kuifikiria nchi yao kuliko kujifikiria wao wenyewe, na ndio maana walifanikisha malengo hayo ya kuikomboa nchi yetu. Kwa hiyo kama vijana wa kizazi hichi, ili tuwaenzi vizuri mashujaa wetu, hatuna budi kwanza kuipenda nchi yetu. Ukiipenda nchi yako utaweza kutamani nchi yako ifike mahali fulani. Ukiwa katika hali hiyo, manake na wewe kwa nafasi yako utachangia kuifikisha nchi yako mahali fulani kadiri ambavyo umejaliwa. Kwa hiyo vijana wanahimizwa kuwaenzi mashujaa. Ili uwaenzi vizuri mashujaa wetu, walikuwa wanapenda sana kusoma na wanatamani sana Watanzania waweze kuwa na kwa kiasi kikubwa waondoe adui mojawapo ambayo ni ujinga. Kwa hiyo vijana wakisoma kwa bidii, manake wanakuwa wanawaenzi mashujaa hawa, wanafikisha ndoto za wale mashujaa kwamba taifa ambalo lina vijana ambao wameelimika, wakielimika manake watashiriki katika kutatua changamoto nyingi sana za taifa lao, kwa sababu wamepata maarifa ya namna ya kutatua changamoto mbalimbali za jamii yao. Kwa hayo ni muhimu sana vijana wakafahamu kwamba Tanzania ni nchi ambayo tunahitaji kuilinda, tunahitaji kuipigania, tunahitaji kuitetea kwa nguvu zote, na ndipo ambapo sasa tutaendelea sasa kupata manufaa na maendeleo kama ambavyo mashujaa wetu walikuwa wakitamani yaweze kutokea maendeleo hayo.